New Vision VTC Driving School ni shule yenye uzoefu wa kutosha katika kutoa mafunzo ya udereva bora. Tunafundisha udereva kwa kutumia mashine za kisasa ziitwazo Sediro, Self Driving Instructor in a Room. Mwanafunzi anajifunza udereva kwetu kama wanavyojifunza katika nchi zilizoendelea kama vile China na Uingereza. Mashine hizi zina faida zifuatazo: kumwezesha mwanafunzi kulifahamu gari kwa muda mfupi sana, kuondoa hali ya uoga kwa mwanafunzi, kumwezesha mwanafunzi kuzijua njia zote za kujihami na ajali, kumfanya mwanafunzi aone kuendesha gari ni kazi rahisi na rafiki. Tunao wakufunzi mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Mafunzo yanaanza saa 12:30 asubuhi mpaka saa 11:30 jioni. Mafunzo yanafanyika katika mitaa mbalimbali ya Dar es Salaam. Unaweza kutupigia 0715847004 na 0754847004. Karibu sana New Vision VTC Driving School kwa mafunzo ya udereva bora. Yani haina maana kwamba wewe ni dereva, una leseni, unaendesha gari, halafu gari inakosa mafuta breki. Unaendesha chombo cha moto, gari mpaka inafika hatua gari inajizima, injini inakufa kwa sababu oili ndani ya injini imeisha. Chanzo nini? Wewe huangalii kiwango cha oili. Gari inatembea, inavyotembea inafanya kazi kubwa injini. Inavyofanya kazi kubwa ile injini, kule vile vitu ambavyo vinaiwezesha ile injini ifanye kazi, zalishe nguvu, kuna kitu kinaisha. Vikiisha sasa, wewe ndio wajibu wako kuangalia, kimeisha, natakiwa naongeza. Kinaelekea kuisha, natakiwa naongeza kingine, ili injini iendelee kuzalisha nini. Sasa wewe asubuhi unakuja na mkoba wako, umetia hapa, unafika kwenye gari, unafungua mlango, unaweka mkoba ndani, unakaa kwenye siti, unawasha, unaondoka. Unafika katikati ya safari, hata kuwaza hapo unachelewa kazini. Gari imezima sasa nini? Chemino zimelegea, imebeti. Tereza za kufungwa pale zimelegea. Ilikuwa tumekuchukua spana namba 10, unafunga tu pale, unaendelea safari. Unaanza kupiga fundi mpaka atoke, anapotoka mpaka aje pale. Kumbe kitu chenyewe cha dakika 5 tumeshamaliza au hata sekunde tumeshamaliza. Hapa kija pale anakupiga bei, anakuambia bwana, hii kazi inafanya kubwa, nipe 100,000. Unampa 100,000, unamlipa 100,000, lakini kitu chenyewe kufunga tu. Kwa namba 10 unafunga tu zile nati. Unaendesha gari, unaamka asubuhi, unawasha gari, unaondoka. Unafika mbele ya sikio na kupigia, anakusimamisha, weka pembeni. Anakwambia nipe leseni. Unaanza kuresearch leseni yenyewe, unasahau pale. Hakuna shida, unaona askari usumbufu. Askari anakusimamisha, anakuambia kanyaga breki mama. Wewe ndani, mama kanyaga breki. Unakanyaga breki, anaangalia taa za nyuma hizi za brake light zimeungua. Zimeungua sababu wewe mwenyewe au wewe mwenyewe matumizi yako ya breki unatumia za ghafla. Zile taa zinapokea moto kwa ghafla. Lazima zinaungua. Unaandikia sasa. Na wanasema utalipa. Unalipa. Kesho kutwa tena unalipa ile deni. Unaandikiwa tena utalipa. Unaandikiwa tena utalipa. Askari system ile inakosema huyu tunamchoka huyu. Ndipo zote tunasababisha majanga makubwa. Wewe tunakuomba wewe mama, kutokana na makosa yako ya kujirudia, tunakufungia miezi 6. Hakuna kuendesha gari.
Kwa hiyo lazima uwajibike, uwasiliane na chombo chako. Pia inawezekana umekagua asubuhi, gari iko salama, kila kitu kiko sawa, lakini unapoendesha gari inaweza ikatokea changamoto yoyote. Gari inatumia mfumo wa umeme, inaweza ikatokea mfumo wa umeme ukafeli. Na kabla mfumo haujafeli, lazima ije taarifa kwenye dashboard pale. Inakuja taarifa, inakuja kwenye dashboard. Sasa ile ni njia ya mawasiliano. Inakuja taarifa nakwambia bwana, kwenye mfumo wa umeme kuna changamoto. Inakuja kitacha cha betri kwenye dashboard. Unakiangalia, kinakuja kwa taji kwa rangi nyekundu. Kiona tu tena wakati gari yangu ikaiwasha unaanza kujiuliza upate jibu, kwa sababu hujui inamaanisha nini. Kwa kishakuja ile taa ya betri pale, wewe kama unafahamu zile taa zinamaanisha nini, utagundua hii gari yangu ina changamoto ya umeme. Kwa hiyo niweke gari pembeni, niangalie, nifungue bonnet nikaangalie kule nini. Inawezekana utaona tatizo, utaangalia, utafungua bonnet tuende, utaangalia terminal kwenye betri ziko sawa, utaangalia mikanda hii timing belt iko sawa. Tatizo nini? Anza kuchekesha. Kama hujagundua tatizo, unamwita fundi sasa. Ukimwita fundi unamwambia fundi, bwana, gari yangu na changamoto hii na hii mfumo wa umeme, lakini imeangalia terminal ziko sawa, mikanda iko sawa. Sasa tatizo ni nini? Maanake fundi anakuja anatengeneza kile ambacho umemwambia, lakini kama hujamwambia anatoka vitu vingine. Tunaona aishakugundua wewe hujui, lakini kumwambia bwana, gari yangu ina changamoto hii mfumo wa umeme, maana anajua kwamba huyu anatambua nini tatizo la gari lake. Kwa hiyo mawasiliano ya dereva na gari na chombo chake yanafanyika ndani. Tunaona, na haya mawasiliano yanakuja kwa njia ya taa. Bwana, kuna taa inawaka, unaziona. Kawaida zile taa ukiweka switch on zinawaka zote pale. Ukistart gari zile zote zinazima. Bwana, zinazima, zinabaki kama tatu au nne. Zile ambazo zimezima zitazima. Zile ambazo zimebaki zinakusubiri wewe sasa kama dereva umalize mahitaji yote ambayo yanatakiwa uyafanye kabla hujawasha gari au kabla hujaendesha gari, hujaliondoa gari. Ukishakamilisha sasa, zile taa zote zinazima. Zikizima, maana yake kwenye dashboard pale hakuna taa yote inawaka. Sasa kunapotokea tatizo wakati unaendesha gari, ikitokea changamoto yote, inawaka taa. Inakwambia bwana, kuna system fulani haifanyi kazi. Tunaona? Na kwa mfano, kama uweka sikioni, ukawasha zikataa kuzima, sio kwamba gari yatembee. Linatembea, lakini kama sijazima unaendesha gari lakini hujui ikitokea tatizo lolote, una taarifa yote. Sawa, unaendesha gari pale, kuna gauge, kuna speed meter. Ile speed meter haisoma. Unaendesha gari ambalo hujui unatembea speed gani. Maana unaweza kufika sehemu unashawishika, unakanyaga mafuta mengi, kumbe gari imefika kwenye speed mpaka 90. Lakini pale kwenye dashboard yule mshale haupandi, umekufa. Maana unaendesha hujui speed gani. Sasa kama unafika mpaka kwenye 90, halafu alama hizi sasa unakutana na alama inakwambia bwana, speed bwana ni 50. Haya, utajuaje kama unatembea speed 50 au 90? Kwa sababu dashboard haikuonyeshi. Kwa hiyo ukikutana na mazingira hayo, umetembea speed 90, halafu alama za kwambia bwana, barabara hii au mazingira ya barabara tumia speed ya 50, unakutana na askari kupiga ile kamera yao na kusimamisha na kwambia bwana, umetembea speed 90, wakati alama pale inakwambia speed ya 50, unakapishana sasa.
kilichosababisha utembee hivyo kwa sababu dashboard yako haifanyi kazi, haisomi. Unaona? Na pia unapokuwa ndani ya gari uweza kugundua matatizo ya chombo chako, si kuangalia tu mawasiliano haya. Lazima kuna mbinu nyingine lazima uitumie kwenye utambuzi wa kugundua matatizo ya chombo chako. Kuna mbinu nyingine, lazima dereva awe na uwezo wa kusikia, lazima dereva awe na uwezo wa kuhisi, lazima dereva awe na uwezo wa kunusa. Unapokuwa ndani ya gari, unaweza kuwa ndani ya gari ukanusa harufu ambayo sijawahi kusikia ndani ya gari huko. Au unanusa harufu ya nini? Ya mafuta petroli. Kwa nini petroli inasikika huko ndani ya gari harufu yake? Unanusa, unasikia harufu kama vile mpira unaungua. Unajiuliza nini? Sijawahi kusikia ndani ya gari yangu. Na pia unaweza kugundua matatizo ya chombo kwa kusikia. Kuna wakati mwingine unaendesha gari, ukikata kona unasikia miguu inagegedwa. Unasikia hapo ndani ya gari. Kwa nini itokee? Au unawasha gari, ukiwasha tunasikia miruzi. Sauti ya miruzi inasikika kwenye gari. Yale zile zote ni changamoto za kwenye. Inatakiwa ukiwasha gari tulie, ukikata kona tairi isisikie kelele yoyote. Sasa ukisikia hizo kelele maana gari ina changamoto. Unaona? Kwa hiyo umegundua matatizo ya chombo chako kwa kusikia na kunusa. Kuna wakati mwingine unaendesha chombo chako unahisi mbona nakanyaga mafuta mpaka mwisho, alafu gari yenyewe inakimbia. Gari haina nguvu. Na ukiendesha gari umehisi gari haina nguvu na kanyaga accelerator mpaka mwisho, gari haikimbia. Uchasumu mafuta yanaenda mengi. Tofauti na engine inavyozalisha nguvu. Maana kwa unakuwa utumiaji wa mafuta mengi. Mafuta yananika sana. Kwa ukishahisi hivyo, unakaya gari kwa fundi pale, gari yangu haina nguvu hii. Na kanyaga accelerator mpaka mwisho lakini haikimbia. Au unafika kwenye mazingira kuna kilima. Umepanda na gia moja ambayo ina nguvu ya kupanda mlima. Lakini unahisi nje inashindwa kupanda. Mawasiliano ya dereva na watumiaji wengine. Tunawasiliana kwa njia nyingi. Hapo sasa tunakuja kwenye ishara. Kwenye ishara kuna ishara za dereva, kuna ishara za gari, kuna ishara za watumiaji wengine wa barabara. Ishara za gari ni zile ishara ambazo wewe dereva unazitumia kuzionyesha wengine kwa kupitia nini? Gari. Ishara za dereva ni zile ishara ambazo unazionyesha wewe kama wewe dereva, sio kupitia kwenye chombo. Na ishara za watumiaji wengine ni zile ishara za watumiaji wengine sasa waliopo nje ambao unakutana nao barabara. Tukizungumzia ishara za gari, mara nyingi zinatolewa kwa kupitia gari kwa njia ya taa, honi, yani honi na taa. Maana yake ni kwamba kuna taa ya indicator mbili, kulia na kushoto. Hizo ni ishara. Ukiwasha indicator kushoto, maana kunaashiria, unaonyesha ishara kwamba inakwenda kushoto. Ukiwasha indicator kulia, maana kunaonyesha ishara inakwenda kulia. Kuna taa za brake light. Taa za brake light ni zile taa ambazo ukikanyaga brake unaona taa nyekundu zinawaka, afu zinazima. Ukikanyaga zinakupigia brake zinazima. Hizo ni taa za brake light. Nazo ni ishara.
Kuna taa za dim light na full light. Zile ambazo taa dim light ni ile ya kuendeshea mwendo mdogo, kuendeshea usiku. Full light ni mwanga mkali ya kuona mbali. Kuna reverse light, zile taa ambazo ukiweka gear reverse zinawaka nyuma. Unaona? Kuna taa za double hazard za indicator. Sasa hizi zote lazima uzieleze na maanisha nini. Ukiona gari ya mbele, ya nyuma ikiwasha indicator ya kushoto, ya kulia, uielewe huyu anamaanisha nini. Sasa swali linakuja, ukiona gari ya mbele au ya nyuma imewasha indicator, au wewe mwenyewe na gari yako umewasha indicator kulia au kushoto, unakuna maanisha nini? Indicator ya kulia au kushoto, naelekea kushoto au kulia. Sasa hilo swali likitokea kwa mfano mtihani, swali hili moja, yaani hilo ni kosa. Kwenye udereva ukisema kwamba nikiwasha indicator kulia au kushoto naenda kulia au kushoto, hilo ni kosa. Tena ukienda nalo, ukiwa bado ukiendesha gari, ukijua kwamba huyu anaenda kulia, akiwasha indicator kulia lazima aende kulia, akiwasha indicator kushoto lazima aende kushoto. Kwenye barabara angalia, kuna wakati mwingine unamkuta dereva anawasha indicator kulia, alafu anagairi. Unamkuta anawasha indicator kushoto, anagairi, ananyosha. Sasa kwenye udereva wa kujihami, ili ujihami na kila mtumiaji wa barabara, huyu anayewasha indicator ya kulia au ya kushoto, inatakiwa wewe ulioko nyuma yake au ulioko mbele yake chukua tahadhari. Na chukua tahadhari kwa maana gani? Indicator ya kushoto na kulia zote zina lugha tatu. Lugha ya kwanza, akiwasha indicator kulia, inawezekana anabana kulia au anakwepa shimo, kuna kitu amekiona mbele. Anapokwepa, yani hawezi kuja kulia ghafla, lazima aonyeshe ishara, bwana chukua tahadhari na kuja kulia. Kwa hiyo anakwepa kitu kulia, afu ananyosha. Au lugha nyingine, anakuonyesha ishara ya kwenda kulia, bwana mimi nakuja kulia, nakuja kubaki hapa kulia kwangu. Na mwisho anaweza kaona anaonyesha indicator kulia, kumbe anakwenda kulia alipokusudia. Ikienda nayo matatu, maana akiwasha indicator kulia, subiria kwanza afanye anachotaka, kiona sasa anakata kona anaenda kule, unafanya maamuzi mengine sana. Kwa sababu ukikurupuka tu kuwasha indicator kulia na unasema huyu anaenda kulia, huyu na unatani kushoto. Unatani kushoto, unaingia, unaendelea, naenda rudi kule kule. Nakutana pale. Ajali imeshawewe. Imeshatoka. Kwa lazima anapoacha indicator kushoto na kulia, zote ni lugha zile zile. Subiri kwanza. Punguza mwendo. Mwache kwanza kuangalia anachokifanya. Ukiona sasa ametimiza kile anachokifanya, wewe ndio unafanya maamuzi mengine. Unaona? Na kuacha indicator. Yaani barabara tunafanya mambo ya ajabu. Unakuta mtu anaenda spidi. Anafika sehemu ya barabara ambapo barabara zinakutana, kumbe anaingia kushoto. Anawacha muda huo indicator, anaingia. Sasa na huko nyuma na spidi zile zile. Umepata wapi hiyo tahadhari? Yaani lengo la kuwasha indicator anakuashiria wewe mtumiaji mwingine barabara uchukue tahadhari kwani. Bana
huyu anaingia kushoto, ngoja mimi nipunguze mwendo, huyu anakwenda kupaki kushoto, ngoja nipunguze mwendo. Lakini sasa akikurupusha, amewacha indicator muda huo, anafanya tendo muda huo na kuingia kushoto, hujapata muda ufanye wa kuitafakari ile indicator. Kwa siku nakanyaga breki za dharura na mtutua. Ukimbutua ile ni kosa la kwako wewe wa nyuma. Uweze kumwambia kwamba wewe uliwacha indicator ghafla. Sawa, niliwacha indicator ghafla, ule kwa mbali gani? Ya kuona yeye yule tumuita mjinga, ajui matumizi ya indicator. Hajui namna gani niwashe au ni umbali gani niwashe indicator. Na kuwasha indicator unashauriwa washa indicator angalau umbali wa mita 30. Na washa indicator umbali wa mita 30. Mimi hapa nilipo mpaka sehemu ambayo nataka kwenda kuingilia ni umbali wa mita 30. Washa indicator. Ndio maana tunasema tazama mbele. Kama unataka kusimama ghafla barabara au pembezoni mwa barabara, usiwashe indicator muda huo, ukaingia muda huo. Wewe unajua kwenye akili yako pale na pale tena pale kusimama. Baada ya kuona mazingira yake, ushaangalia, utashatambua pale kuna nini, hakuna kitu chochote kwa usalama. Punguza mwendo. Na washa na indicator. Naenda taratibu kufika pale. Yaani muda ule uliowasha uliwapa muda hawa walioko nyuma waweze kuchukua tahadhari, maana kina wenyewe walipunguza mwendo. Wanakuja taratibu jinsi tunavyokwenda. Taratibu. Ukishaingia wenyewe ndio wanaamua kukutiki, kupita kulia, tembea. Lakini ukikupusha, hujampa muda na yeye kwa speed, hawezi hajitia mguu katikati kwa jaga breki ghafla. Kuna nyuma yake tena. Na yeye anakuja speed hizo. Mwisho siku ajali imetokea. Na ajali ikitokea msababishi nani? Wewe wa mbele. Lakini wewe msababishi wa mbele tunakuita mjinga, ujue matumizi ya indicator. Lakini mwenye makosa ni huyu. Wewe kwa nini unaangalia? Ndio lile unaendesha gari barabarani kio, yani kila mtumiaji unamuona kwamba huyu yuko sawa. Huyu anajua matumizi ya indicator. Kumbe taa za brake light. Taa za brake light zinakusaidia au zinaruga tatu. Yaani ukiona gari ya mbele amekanyaga brake, zile taa zinawaka. Pale itakusaidia kwa njia ya kwanza, inakupa wewe, inakujulisha kwamba huyu anapunguza mwendo. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupokea habari zetu kila wakati.